ni Alfa na Omega, asema Bwana. Mimi ni Alfa na Omega, asema Bwana. Mimi ni Alfa na Omega, asema Bwana. Ndiyo somo letu siku ya leo. Kitabu kile cha Ufunuo sura ya kwanza. Ufunuo sura ya kwanza na ule mstari wa 8. Ufunuo sura ya kwanza na ule mstari wa 8. Biblia inasemaje? Biblia inasemaje? Mimi ni Alfa na Omega. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Mwanzo na mwisho, asema Bwana Mungu. Asema Bwana Mungu, aliyeko na aliyekuwako na aliyekuwako na atakayekuja Mwenyezi. Hebu sikia. Mungu wetu tunayemwabudu, Mungu wetu tunayemsifu, Mungu wetu tunayemuomba, Mungu wetu tunayemtegemea ana sifa nyingi sana. Ni Mungu mwenye sifa nyingi. Yeye ni mponyaji, yeye ni mkombozi, yeye ana huruma, yeye ni mpole, yeye anasamehe. Lakini pia Mungu wetu, yeye ni Alfa, yeye ni Omega. Yeye ni Alfa, lakini pia yeye ni Omega. Mungu wetu ni mwanzilishi na Mungu wetu ni mmalizaji. Yeye ni mwanzo, lakini pia yeye ni mwisho. Yeye anaanza, lakini pia yeye anamaliza. Naomba nikuulize swali. Unapopata nafasi ya kumuomba Mungu, unapopata nafasi ya kukaa pamoja na Mungu, wewe huwa unatumia sifa gani ya huyu Mungu? Unatumia sifa ipi ya huyu Mungu? Hebu sikia. Kitabu cha Isaya sura ya 46. Isaya sura ya 46 na ule mstari wa 9 na wa 10. Isaya sura ya 46 mstari wa 9 na wa 10. Biblia inasemaje? Biblia inasemaje? Kumbukeni mambo ya zamani za kale. Kumbukeni mambo ya zamani za kale. Maana mimi ni Mungu. Maana mimi ni Mungu, wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu. Mimi ni Mungu, wala hapana kama mimi. Wala hapana kama mimi. Nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Nami nitatenda mapenzi yangu yote. Hebu sikia. Natamani hili somo la leo ulisikilize. Lina ujumbe fulani wa pekee kwenye maisha yako. Mungu anasema yeye ni Alfa, yeye ni Omega. Yeye ni mwanzo, yeye ni mwisho. Lakini Mungu anasema anatangaza mwisho wa mambo kuanzia mwanzoni. Anatangaza habari kutokea mwishoni kuja mwanzoni. Jamani, Bwana asifiwe. Abantu banyasaye, Bwana asifiwe. Abantu banyasaye abanene na abake, Bwana asifiwe. Ngoja nisogee hapa. Hapa ndio nitaelewa. Hebu sikia. Mungu wetu
anatangaza mambo kutokea mwishoni kuja mwanzoni, anatokea mwishoni kuja mwanzoni. Moja ya tatizo la Wakristo wengi, hawamjui Mungu katika picha ya Alfa na Omega. Wengi hawamjui Mungu kama Alfa na kama Omega. Magoti, unaongea kitu gani? Hebu sikia. Yeye ni mwanzilishi, yeye ni mmalizaji, lakini anapotaka kufanya kazi anaangalia mwisho kuanzia mwanzoni. Magoti, unaongea kitu gani? Ndiyo maana alimuona Sauli akiwa Sauli kwa jicho la Paulo. Hujanielewa? Alimuona Simoni kwa jicho la Petro. Alimuona Rahabu kahaba kwa jicho la nyanya yake na Yesu. Si kama kuna mtu ananielewa? Hebu sikia. Mara nyingi Wakristo wengi tunamuomba Mungu kwa kuangalia tunachokipitia, hatuangalii kile ambacho Mungu ameandaa kwenye maisha yetu. Hujanielewa? Wakristo wengi unaangalia ulevi wa mtoto wako, hauangalii wokovu wa mtoto wako. Mungu anapoiona Keroka, anaona Keroka iliyookolewa. Watu wa Keroka wanaiona Keroka iliyopotea. Yeye anaangalia mwisho kutokea mwanzoni. Anaangalia mtoto wako yuko chuo kikuu wakati hauna school fees ya class 8. Si kama kuna mtu ananielewa? Hebu sikia. Yeye ni Alfa, yeye ni Omega. Hebu sikia. Tuangalie mifano michache kwenye Bible. Kama unaandika, andika mifano michache kwenye Bible. Mfano wa kwanza. Kitabu cha Amosi sura ya 4. Amosi sura ya 4 na ule mstari wa 7. Amosi sura ya 4 na ule mstari wa 7. Biblia inasemaje? Biblia inasema. Inasemaje Vero? Tena nimeizuia mvua msiipate. Tena nimeizuia mvua msiipate. Ilipobaki miezi mitatu kabla ya mavuno. Ilipobaki miezi mitatu kabla ya mavuno. Nami nimenyesha mvua juu ya mji mmoja. Nikaizuia mvua isinyeshe juu ya mji mwingine. Sehemu moja ilipata mvua na sehemu isiyopata mvua ilikatika. Hebu sikia. Biblia inasema nimeizuia mvua msiipate, ilipobaki miezi mitatu kabla ya mavuno. Sehemu moja ilipata mvua na sehemu moja haikupata mvua. Magoti, hiyo verse ina maana gani? Hiyo verse ina maana hivi: Mungu ni Alfa, Mungu ni Omega. Hutanielewa. Naomba nimtumie Pastor Ngoko. Pastor Ngoko analima shamba sehemu moja inaitwa Nyaikuro. Magoti analima shamba sehemu moja inaitwa Mosocho. Ngoko analima Nyaikuro, Magoti analima Mosocho. Ngoko na Magoti wakakutana Kisii town. Ngoko akasema Magoti, ninalima mahindi Nyaikuro. Na mimi nikamwambia na mimi nalima mahindi Mosocho. Tukakutana Kisii Central SDA Church. Ngoko akasema tukafanye maombi. Ngoko akafanya hivi: Baba, naomba unisaidie ninapoenda kupanda mahindi yangu niweze kuvuna mahindi yangu. Hayo ni maombi ya Ngoko. Amesema hivi: Baba, naomba unisaidie
ninapoenda kupanda mahindi yangu niweze kuvuna mahindi yangu. Magoti akafanya hivi, Baba, naomba unisaidie ninapopanda mahindi yangu. Hayo ni maombi mawili tofauti. Ngoko amemwona Mungu kama Alfa na Omega. Magoti nimemwona Mungu kama Alfa. Hujanielewa? Kwa hiyo mvua itanyesha, itanyesha Nyaikuro, itanyesha Mosocho. Ikifika miezi mitatu kabla ya mavuno, Mosocho mvua itakatika, Nyaikuro mvua itanyesha. Tumepanda siku moja, mwingine atavuna, mwingine hatavuna. Kuna watu hawanielewi, nataka unielewe. Hutanielewa, waandishi wa vitabu mtanielewa. Kuna mtu anaweza akaanza kuandika kitabu, akawa na moto wa kuandika, alafu ikafika wakati moto ukapotea. Ule moto wa kwanza uko wapi? Kuna mtu anaweza akaanza kujenga nyumba, akaanza na moto wa kujenga nyumba, ikifika kwenye level fulani ule moto unapotea. Unajua ni nini? Alimuomba Mungu wa kuanza, hakumuomba Mungu wa kumaliza. Si kama kuna mtu ananielewa? Hebu sikia, hapa kuna wanasiasa. Unaweza ukashangaa, kuna mwanasiasa akianza siasa watu wanampenda, alafu dakika za mwisho watu wanamkataa. Unajua ni kwa nini? Alianza na Mungu anaitwa Alfa, hakukumbuka kuna Mungu anaitwa Omega. Mmeanza naye biashara, mlianza naye biashara siku moja, mwaka mmoja. Leo yeye biashara yake iko mbali, wewe ya kwako bado iko pale pale. Kuna mtu mlisoma naye shule, mwaka mmoja mlianza naye shule, yeye yuko mbali, wewe uko pale pale. Unajua ni nini? Ulimfahamu Mungu wa kuanza, hukumfahamu Mungu wa kumaliza. Yeye Mungu anasema mimi ni Alfa, mimi ni Omega. Hebu tuangalie mfano wa pili. Kama unaandika, andika mfano wa pili. Abantu banyasai, andika mfano wa pili. Kitabu cha Hagai sura ya pili. Hagai sura ya pili na ule mstari wa 9. Hagai sura ya pili na ule mstari wa 9. Hagai sura ya pili na ule mstari wa 9. Biblia inasemaje? Biblia inasemaje? Inasemaje? Biblia inasema utukufu wa mwisho wa nyumba hii, utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza. Utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana wa majeshi. Katika mahali hapa, na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Hebu sikia, Biblia inatuambia utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa ni mkubwa kuliko utukufu wake wa kwanza. Hapo kuna aina mbili za utukufu. Kuna utukufu wa kwanza na kuna utukufu wa mwisho. Neno utukufu liko na tafasiri nyingi. Tafasiri nyingine unaweza ukasema heshima. Heshima ya kwanza na heshima ya mwisho. Heshima inaitwa Alfa na heshima inaitwa Omega. Hebu sikia, heshima ya mwisho inatakiwa kuwa kubwa kuliko heshima ya kwanza.
Mtu mmoja hajanielewa. Mlishawahi kukutana na mtu aliyefilisika? Hivi Wakenya mnajua maana ya kufilisika? Hapo zamani huyu mtu alikuwa na pesa. Alipokuwa na pesa, watu wote walimheshimu. Watu wengi walimheshimu. Watu wengi walimheshimu. Pesa ilipoondoka, ile heshima imeondoka. Hapa kuna wanasiasa. Ngoja tu niongee. Ukikutana na mwanasiasa aliyekalia kiti, watu wote watamheshimu. Siku akiondoka kwenye kile kiti, ile heshima aliyokuwa anapata haipati tena. Magoti, unaongea kitu gani? Sikia, ukiona watu wanakuheshimu leo, jifunze kuwa mnyenyekevu kwa ajili ya kesho. Hebu sikia, ukiona watu wanakupa heshima leo, jifunze kuwa mnyenyekevu kwa ajili ya kesho. Kuna heshima ya leo na kuna heshima ya kesho pia. Nimewahi kuona kuna watu katika dunia hii, akipata mafanikio anakuwa na kiburi. Akipata mafanikio anakuwa na dharau. Akipata pesa anaongeza mwanamke kuoa. Akipata pesa anaanza kukataa kanisa. Nimewahi kuona kuna watu katika dunia hii, akipata cheo halitaki kanisa. Sikia mtoto wa Mungu, maisha ya leo yanatengeneza maisha ya kesho. Ukiichezea leo, utaichezea na kesho. Kama leo hauna heshima, kesho hautapata heshima. Magoti, unaongea kitu gani? Hujai kuona kuna watu, Pastor Nyakundi, akipata hela anaanza kunywa pombe. Kabla hajapata hela alikuwa hanywi pombe. Alipopata pesa amekataa kanisa, ameongeza bibi, amekataa kuwasikiliza hata wachungaji. Anasahau kuna hela inaitwa Alfa na kuna hela inaitwa Omega. Hebu sikia, kule kwetu Tanzania mwaka wa 2017 nilipewa nafasi na kanisa, nikawa mhubiri wa kwenye magereza. Nikawa nahubiri kwenye magereza. Nilikuwa mchungaji wa magereza. Siku moja nikaingia gerezani. Ulikuwa ni mwaka ambao Rais Magufuli aliwakamata watu wengi waliokuwa wanakula rushwa. Wengi kabisa. Yaani wale wanaitwa mabunyenye. Wale watu wazito. Unajua Magufuli alikuwa haogopi. Alikamata wale watu wazito ambao walikuwa huwezi kuwashika, akawaingiza prison kwa sababu ya rushwa. Siku moja nikaingia prison kuhubiri. Nilipomaliza kuhubiri, mdosi mmoja akanifuata, akaniambia, Pastor, ninashukuru nimekuona leo. Nilikuwa tunasikia Pastor Magoti, Pastor Magoti. Leo nimekuona. Na mimi nikamwambia, hata mimi nashukuru leo nimekuona. Nilikuwa tunakuona kwenye television. Kumbe mheshimiwa na wewe uko ndani ya gereza. Akaniambia, bwana, nina kesi ya kula rushwa. Akaniambia, Pastor, ukitoka nje kamwambie mke wangu hivi, mbona umenisahau? Amekusahau kwa njia gani? Si unaona Pastor, angalia miguu yangu, viatu zangu wameiba gerezani, sina viatu. Kamwambie bibi yangu aniletee viatu. Sabuni imeibiwa, sina sabuni. Yaani mtu ambaye
kwenye akaunti yake ana zaidi ya bilioni 1 Kenya shillings. Leo ananiambia nikamwambie bibi yake amletee sabuni. Ndipo nikatambua, unapoishi kwenye dunia hii usimdharau mtu, usidharau yeyote, usidharau mtu, usimseme mwenzako vibaya. Haya maisha yana kesho. Huyu ambaye unaona akufai, kesho atakuwa mtu wa maana. Huyu ambaye unaona ni mtu wa maana, kesho atakuwa sio mtu wa maana. Sio kama kuna mtu ananielewa? Jamani, Bwana asifiwe. Nimewahi kuona kuna vijana akipata nafasi ya kusoma anamsahau Mungu wa zamani. Wewe kijana nisikilize, Mungu akikuinua muombe akuongezee unyenyekevu. Mungu akikuinua muombe akupe unyenyekevu. Kuna heshima inaitwa Alfa na kuna heshima inaitwa Omega. Mtu mmoja hajanielewa. Mfano wa 3. Andika mfano wa 3. Andika mfano wa 3. Mfano wa 3, kitabu cha Malaki sura ya 4. Malaki sura ya 4. Tutasoma mstari wa 5 na mstari wa 6. Malaki sura ya 4. Tutasoma mstari wa 5 na mstari wa 6. Biblia inasemaje? Biblia inasemaje Vero? Angalieni nitawapelekea Elia nabii. Angalieni nitawapelekea Elia nabii. Kabla haijaja siku ile ya Bwana. Kabla haijaja siku ile ya Bwana. Iliyokuu na kuogofya. Iliyokuu na kuogofya. Naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao. Naye atageuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao. Na mioyo ya watoto. Na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao. Iwaelekee baba zao. Ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Hebu sikia. Kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, mioyo ya baba kuwaelekea watoto. Jambo la pili, mioyo ya watoto kuelekea baba zao. Ningekuwa nafundisha family life, ningeongea mambo mengi hapo. Lakini naomba nikuulize swali. Unawalea watoto wako kwa njia gani? Naomba niongee na mzazi. Watoto wako unawalea kwa njia gani? Hebu sikia. Natamani leo ujifunze namna ya kulea watoto kwa njia ya Alfa na njia ya Omega. Hebu sikia. Jambo la kwanza, mioyo ya baba kuwaelekea watoto. Jambo la pili, mioyo ya watoto kuelekea baba zao. Alfa, moyo wa baba kumwelekea mtoto. Omega, moyo wa mtoto kumwelekea baba. Hebu sikia. Kila mzazi mwenye akili nzuri anapenda kuona watoto wake wamefanikiwa. Kila mzazi yule ambaye akili yake iko sawasawa anapenda kuona watoto wamefanikiwa. Lakini sio kila mtoto anapenda kuona mzazi wake amefanikiwa. Jamani, Bwana asifiwe. Siku moja nilikuwa nahubiri kwenye vijiji vya huko kwetu Tanzania. Ilikuwa ni kwenye makambi. Akanifata, akanisalimia, akaniambia, mtumishi, nimefurahi kukuona. Nikaambia Mungu asifiwe. Yule mama akaniambia, naomba muombee kijana wangu. Kijana wake ni kiongozi mkubwa wa siasa kule kwetu Tanzania. Nikaambia mama, ni muombee nini? Akasema muombee yule mtoto
aweze kutambua mimi ni mama yake. Muombee yule mtoto aweze kutambua mimi ni mama yake. Nikamwambia, mama, unaongea nini? Akasema, yule mtoto ana pesa nyingi sana, lakini mimi mzazi wake ninaishi maisha magumu kweli kweli. Hujanielewa. Kuna watu mko hapa, wazazi wenu waliwasomesha kwa shida sana, waliwalea kwa shida sana. Kuna watu hapa, mama yako alikuwa analima chai, anauza chai ili wewe upate kusoma. Kuna watu mko hapa, wazazi wenu wamelima mandizi, wengine miwa, wengine matoke, ili ninyi mpate kusoma. Moyo wa mzazi ulikuwa kwa mtoto, hiyo ni alfa. Leo mama yako amechoka, amefikia omega ya maisha, anatamani moyo wa mtoto uje kwa mzazi. Lakini leo kuna vijana na wasichana wanatumia pesa kula na marafiki zao, wanasahau wazazi wao, wanasahau wazazi wao. Kuna vijana, Daktari Nyakundi, mzazi akimwambia mwanangu acha hii, anasema baba, umepitwa na wakati. Hebu nitauliza swali. Pastor Nyakundi daktari, mwaka 1975 alikuwepo. Wewe kijana, mwaka 1075 haukuwepo. Mwaka 2022 Daktari Nyakundi yupo na wewe upo. Swali, kati ya Nyakundi na wewe kijana, nani amepitwa na wakati? Sabini na tano Nyakundi alikuwa, wewe ulikuwa haupo. 22 Nyakundi yupo na wewe upo. Nani amepitwa na wakati? Hebu sikia. Kuna watu leo hawaheshimu wazazi wao, hawawasikilizi wazazi wao, hawawaheshimu wazazi wao. Kuna vijana na wasichana hataki kusikia mama yake anasema nini. Mama akimwambia usivae hizo nguo, anasema mama, wewe sio mwanamke wa digital, wewe ni wa analog, hujui dunia imeenda wapi. Kuna watu wako hapa leo haheshimu wazazi wake. Nataka niongee na mtoto, nisikilize. Machozi ya mzazi wako ni laana ya mafanikio yako. Usikubali mzazi wako aumie kwa ajili yako. Nimewahi kuona kuna vijana leo, hata nchi ya Kenya, anasikiliza marafiki zake, hataki kuwasikiliza wazazi wake. Nimewahi kuona kuna vijana leo, hata katika taifa la Kenya, hawaheshimu wazazi wake, hawawaheshimu wazazi wake. Hebu sikia, kuna wazazi mko hapa, watoto wenu wamekuwa huzuni ya maisha yenu. Mtoto uliyemzaa amebadilika kuwa huzuni ya maisha. Mtoto uliyembeba, instead ya yeye kuwa baraka, amekuwa ni kilio cha maisha. Kuna wazazi wanalia kwa ajili ya watoto, kuna wazazi wanaumia kwa ajili ya watoto. Nataka niongee na mtu hapa. Kama baba yako yupo, anza kumheshimu kuanzia leo. Kama mama yako yupo, anza kumheshimu kuanzia leo. Hebu sikia,
Kama unafanya wazazi wako wanaumia kwa ajili yako, siku moja watoto wako watakuumiza na wewe pia. Siku moja watoto wako watakuumiza na wewe pia. Hebu sikia, kabla haujanunua nguo mpya, angalia mama yako anavaa nguo za namna gani. Kabla haujajenga nyumba nzuri, angalia mama yako analala kwenye nyumba ya aina gani. Kabla haujanunua gari nzuri, angalia mama yako anatumia usafiri wa aina gani. Hebu sikia, kuna watu mko hapa mmetoka kwenye familia maskini sana. Wazazi wenu walihangaika, waliteseka kwa ajili yako. Unajua siku hizi ndio mambo yamebadilika, profesa. Siku hizi ndio hospitali zimekuwa nyingi. Kitambo kulikuwa hakuna hospitali. Mzazi anaenda shambani akiwa na mimba, anarudi na chai na mtoto mgongoni. Zamani mzazi anaenda kuchukua maji kwa kisima, anakuja na maji na mtoto mgongoni. Hebu sikia, kuna watu hapa wazazi wenu walihangaika sana kwa ajili yenu. Hebu jaribu kufikiri, umetoka kwenye familia ya namna gani? Hebu piga picha kidogo, angalia nyumbani kwenu kuna hali gani. Hebu angalia familia yenu ina hali gani. Jaribu kupiga picha kidogo, angalia mama yako na baba yako walivyokusomesha kwa shida kubwa. Nataka mtu mmoja avute picha ya nyumbani kwao. Vuta picha ya nyumbani kwao, vuta picha ya nyumbani kwenu. Alafu mpaka sasa umemfanyia nini baba yako? Umemfanyia nini mama yako? Umemfanyia nini baba yako? Umemfanyia nini mama yako? Hebu sikiliza, maisha haya yana alfa na yana omega. Kama leo wazazi wako hakuna kitu unafanya kwao, na wewe watoto wako hakuna kitu watafanya kwako. Mimi baba yangu ni mzee sana. Baba yangu ana miaka 84 na mimi ndiye kijana wake wa kwanza. Kwa nini wewe ndio kijana wake wa kwanza? Is none of your business. Siku moja babangu alikuja ili tumpeleke kwenye matibabu. Tukamwambia, baba, uko tayari twende? Akanambia, mwanangu, niko tayari. Haya, twende. Wakati baba anatoka kwa nyumba, nikamwambia, baba, simama hapo hapo. Babangu akasimama, akasema, nini mbaya? Kumbe alikuwa hajafunga kamba za viatu. Nikainama, nikaanza kumfunga kamba za viatu. Wakati namfunga kamba, baba yangu akacheka. Nikamwambia, baba, kwa nini unacheka? Akaniambia, zamani nilikuwa na kufunga wewe kamba za viatu uende shuleni, leo unanifunga kamba za viatu kwenda kwenye matibabu. Ndipo nikajua maisha yana alfa na yana omega. Maisha haya yana alfa na yana kitu gani? Si kama kuna mtu ananielewa. Nataka unielewe. Swali, je, ukifika kwenye omega ya maisha yako utakuwa ni mtu wa aina gani? Ukifika kwenye omega ya maisha yako utakuwa ni mtu wa aina gani? Watu wa Keroka, mikutano hii ilianza na mikutano hii inafikia mwisho. Mikutano hii ilikuwa na alfa na mikutano hii ilikuwa na omega. Naomba nikuulize swali,
tunapofika katika mwisho wa mikutano hii, Yesu umempea nafasi gani kwenye moyo wako? Tunapofika katika mwisho wa mikutano hii, Yesu umempa nafasi gani? Hebu sikia kitabu cha Ayubu, Ayubu 42, Ayubu 42, kitabu cha Job chapter 42, Ayubu 42 na ule mstari wa 12. Ayubu 42 na ule mstari wa 12. Biblia inasemaje? Biblia inasema. Inasemaje Vero? Basi hivyo Bwana akaubariki huo mwisho wa Ayubu. Bwana akaubariki huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Zaidi ya mwanzo wake. Naye alikuwa na kondoo 14,000. Naye alikuwa na kondoo 14,000. Na ngamia 6,000. Na ngamia 6,000. Na jozi za ng'ombe 1,000. Na jozi za ng'ombe 1,000. Na punda wake 1,000. Na punda wake 1,000. Hebu sikiliza mtoto wa hapa Keroka. Na Bwana akaubariki huo mwisho wa Ayubu. Tunapofikia mwisho wa mikutano hii, Bwana akubariki. Tunapofikia mwisho wa mikutano hii, Bwana akubariki. Mwisho wa leo ukawe na baraka kwenye maisha yako. Bwana akubariki. Hata kama umekuja leo, Bwana akubariki. Bwana akaubariki mwisho wa Ayubu. Natamani utakapozeeka uwe na uzee wenye baraka. Ninatamani unapofikia mwisho ukawe na mwisho wenye baraka. Mwambie Mungu, nikawe na mwisho wenye baraka. Watoto wangu wakawe na mwisho wenye baraka. Biashara zangu zikawe na mwisho wenye baraka. Siasa yangu ikawe na mwisho wenye baraka. Bwana akakupe mwisho wenye baraka. Bwana akakupe mwisho wenye baraka. Bwana akakubariki mwishoni. Bwana akakubariki mwishoni. Watoto wako wakawe na mwisho mzuri. Ndoa yako ikawe na mwisho mzuri. Kila kitu chako kikawe na mwisho mzuri. Katika jina la Yesu, Bwana akupe mwisho mzuri. Bwana akupe mwisho mzuri. Mahali fulani Paulo anasema kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3, Wafilipi sura ya 3, Wafilipi sura ya 3 na ule mstari wa 12 na mstari wa 13 na 14 hata 15. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 12 mpaka wa 15. Biblia inasemaje? Biblia inasema. Inasemaje? Si kwamba nimekwisha kufika. Paulo anawaandikia Wafilipi akiwaambia si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu. Au nimekwisha kuwa mkamilifu. La. Bali nakaza mwendo. Ili nipate kulishika lile. Sikilizeni watu wa Keroka. Ili nipate kulishika lile. Hebu sikia. Ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo. Hebu sikia. Kuna mtu yuko hapa anaweza akadhani labda kwa kubatizwa leo tayari ameshaokolewa. Kuna mtu anaweza akadhani labda kwa kuwa Mwadventista msabato tayari ameshaokolewa. Hebu sikia. Kubatizwa leo tunaita Alfa, kwenda mbinguni tunaita Omega. Paulo anawaandikia akawaambia si ya kwamba nimekwisha kufika. Msidhani ya kwamba nimekwisha kufika. Msidhani ya kwamba nimekwisha kufika. La, bali nakaza mwendo niifikie mwisho iliyo njema. Ninawaombea watu wa Mungu tulioko hapa tukawe na mwisho wenye taji ya uzima. Ninawaombea watu wa Mungu tulioko hapa tukawe na mwisho wenye taji ya uzima. Ninawaombea watu wa Mungu mlioko hapa tukawe na mwisho wenye taji ya uzima.
Hebu sikia, wakati fulani mtu mmoja aliwahi kuniambia, Magoti, wewe kwa sababu unaombea watu na watu wanapona, basi Magoti wewe uko karibu na Mungu sana. Nikamwambia rahasha, nami ninakaza mwendo, ili siku moja nipate taji ya uzima. Nami nawaambia watu wa Mungu mlioko hapa, kaza mwendo. Kaza mwendo, usianguke njiani. Kaza mwendo, siku moja tupate taji ya uzima. Natamani watu wa Keroka wote tuokolewe. Natamani Keroka yote iokolewe. Hebu sikilizeni watu wa Keroka, hivi karibuni Yesu anakuja tena. Watu wa Keroka sikia, hivi karibuni, very soon, Jesus is coming again to take us home. Hebu sikia, Yesu atakapokuja, natamani mchungaji Ngoko twende mbinguni. Yesu atakapokuja, natamani watu wa Keroka twende mbinguni. Hebu sikia watoto wa Mungu, dunia hii itakusanywa kama karatasi. Dunia hii sio mahali kwetu. Hapa sisi ni wapitaji. Yesu anakuja tena. Ninatamani ndani ya moyo wako useme ya kwamba, Mungu, hata kama nitalala leo, niwe na tiketi ya kwenda mbinguni. Hata kama nitalala leo, niwe na tiketi ya kwenda mbinguni. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya 14, Yohana sura ya 14 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 3, naam utasoma mpaka mstari wa 4. Yohana sura ya 14 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Biblia inasemaje? Biblia inasemaje mke wangu? Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu. Niaminini na mimi pia. Nyumbani mwa baba yangu kuna makao mengi. Kama sivyo angali nawaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nilipo nanyi muwepo. Nanyi niendapo mwaijua njia. Hebu sikia watu wa Keroka, Yesu anazungumza na wewe. Siku moja atakuja tena. Siku moja Yesu atakuja tena. Usifadhaike moyoni mwako. Usiumie na mambo ya dunia hii. Mambo ya dunia yasiharibu maisha yako kwa Yesu. Dunia yote itapita. Neno la Bwana litasimama milele. Siku moja Yesu atakuja tena. Hebu sikiliza baba, natamani Yesu atakapokuja na wewe uwepo. Watu wa Keroka, Yesu atakuja tena. Atakuja na mwaliko wa malaika. Atakuja na parapanda. Yesu akiwa katika mng'ao wa utukufu. Ninamuona Yesu akija mara ya pili. Yesu akija kuwachukua washindi wa dunia hii, waliovumilia hata mwisho. Yesu anakuja tena. Watu wa kule gorofani, Yesu anakuja tena. Watu wa upande ule, Yesu anakuja tena. Watu wa Keroka, Yesu anakuja tena.
dhambi mpaka lini? Utatumikia shetani mpaka lini? Utakunywa pombe mpaka lini? Utapenda mipango ya kando mpaka lini? Fanya uamuzi wa kumchagua Yesu, kwa sababu anakuja tena, kwa sababu anakuja tena. Nimekuja kuambia watu wa Keroka, na leo ni siku yangu ya mwisho hapa Keroka, nikiwaambia Yesu anakuja tena. Yesu anakuja tena. Fanya uamuzi wa kumchagua Yesu kama Bwana na mkombozi wa maisha yako. Fanya uamuzi wa kumchagua Yesu kama Bwana na mkombozi wa maisha yako. Hivi Fadhili, unajua Yesu atakuja tena? Fadhili, unajua Yesu atakuja tena? Hilo nalijua. Unajua Yesu atakuja tena? Ninajua. Hebu sikia mdogo wangu Fadhili. Ndio. Tumekaa Keroka wiki 2. Ndio. Tumetangaza habari ya Yesu. Oh, nisikilize Fadhili. Ndio. Ninatamani Yesu atakapokuja na wewe uwepo. Mimi pia. Na wewe uwepo. Mimi pia. Oh, hebu sikia. Nitakuwepo. Nitakuwepo pia. Nami nitakuwepo. Sitakosa pale. Hebu sikia. Ndio. Yesu anakuja upesi hivi karibuni. Na vile ambavyo